Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa sana katika Kristo, karibu sana. Sasa hivi napenda tutafakari kitu kimoja kwenye Biblia. Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Mstari maarufu kidogo huwa unazungumzwa, lakini nataka tafakari. Asema, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ni hivi, kuna wakati imetafsiriwa mara nyingi sana kwa lugha tofauti na kwa namna tofauti kwamba wenye moyo safi, heri wenye moyo safi. Wenye moyo safi ni akina nani? Na kumuona Mungu maana yake nini? Mwenye moyo safi huwa haizungumzi kwamba moyo safi huwa si kutenda dhambi au kutokutenda dhambi. Moyo safi of course kutenda dhambi nako huwa kunachafua moyo, lakini moyo safi ni ule wa mtu ambaye yuko safi kisaikolojia. Hana hasira, hana huzuni, hana manuniko, hana kisasi, hana mawazo mabaya na mtu, hana depression. Huyo ana moyo safi, yani ana furaha, ana amani yake, amerelax. Huyo moyo wake ni safi. Alafu kumuona Mungu, kuna watu wanafikiri kwamba labda tukienda mbinguni. No, sawa, tukienda mbinguni tutamuona Mungu, lakini kuna wakati tafsiri yake ni kama inasema kwamba tutamuona Mungu akitenda kwenye maisha yetu. Maana yake nini? Ni kwamba heri wenye moyo safi, watu ambao wanasamehe haraka, hawautafakari ubaya kwa muda mrefu, hawajikatai, hawanung'uniki, hawana makwazo ndani yao, wanapuuzia makosa wengine, hawalimbikizi vitu, hawana wivu, wana amani tu, ana amani na furaha zake, roho yake imejaa ushindi. Hao watamuona Mungu, kwa sababu hii ndiyo tabia ya Mungu. Maana yake watakapomwita atawabariki, akiangalia kwamba huyu mtu hana kisasi na mtu, hamwazii mtu mabaya. Unajua, unaweza ukawa, nimesema pale mwanzo, nimesema si dhambi moja kwa moja, kwa sababu kuna mtu anaweza kawa na dhambi lakini ana moyo safi. Yaani ana moyo safi. Tuseme labda sijui nitumie mfano gani, labda aliiba kitu ili ale. Ni dhambi, haibadiliki, lakini ndani mwake ana amani. Yaani ana amani, hakukusudia mabaya ila alitenda dhambi. Alafu ana amani tu ndani yake. Lakini kuna mtu hana dhambi, lakini namna alivyobeba maumivu ya watu waliomkosea, namna anavyowachukia wanaotenda dhambi, huyu maana yake moyo wake ni mchafu. Yaani ni mchafu. Lakini yule aliyetenda dhambi ametenda dhambi, lakini moyo wake ni msafi. Kwa hiyo kitu ambacho huwa Biblia, neno la Mungu linasema sana kuhusiana na hili ni ile kutoa chuki ndani, ule uchafu wa ndani ya moyo, ule moshi, visasi, maneno mabaya, malugha mabaya nini. Yaani unafikiria kwamba wakati mwingine namuombea hata mtu aharibikiwe, yani bora yule mtu asingekuwepo, asingezaliwa, nini. Hivyo vitu vikiondoka, huyu mtu anaitwa mwenye moyo safi. Kumbuka moyo huwa unazungumzwa sehemu mbili. Moyo unazungumzwa kiroho na moyo unazungumzwa kisayansi pia. Lakini pande zote, ukikuta hata daktari atakwambia punguza mawazo, samehe watu. Ukishaanza tu kupata matatizo ya moyo atakwambia hivyo. Lakini hata kiroho pia ndio kabisa. Kuna magonjwa mengi ya kiroho tumepata kwa sababu ya nini? Ya kutunza uchafu kwenye moyo. Samehe watu kwa faida yako. Tafuta furaha, tafuta amani, tafuta mazuri ndani ya watu wabaya. Yaani katikati ya huyo mwanadamu ni ambaye amezungukwa na ubaya, utaki hata kuona. Kuna jambo jema limejificha, liko hapo, wewe tu hujaliona, na inawezekana hujamuomba Mungu akuonyeshe. Hamna mtu ambaye anaishi duniani hana jambo jema. Hapana. Yaani hata kama unaachana naye, wewe sema tu mimi nimechemka, lakini sio kwamba yeye ni mbaya.
Kuna mtu utakuja kukuta yeye mwenyewe atakuja kumfaidi sana, nafanya naye kazi, utakuta kama maana mtu anafukuzwa kazi hapa, lakini anaenda kuajiriwa pale na anafanya kazi vizuri kabisa. Mnapishana hapa, mtumishi anashindwa kufanya utumishi hapa, lakini kule anaenda kufanya utumishi na unafanikiwa. Anashindwa, wewe unashindwa kumacknowledge kama mtu mwema, kama mke mwema, kama mume mwema, lakini baadaye atakuja kupata mtu utakuta wameendana. Wewe unaona si mtumishi mzuri, lakini baadaye kule ataenda kukuta amepata kibali, amekuwa mtumishi mwema. Kwa hiyo maana yake, ondoa mambo mabaya, ondoa rekodi mbaya. Mfano mimi Ivan nina tabia zangu mbaya nyingi tu. Sasa ukitaka upate tabia njema iliyojificha ndani yangu, jaribu kufanya nini? Jilazimishe uondoe tabia mbaya za kwangu, ili moyo wako uwe safi. Moyo ukiwa safi, utamuona Mungu ndani yangu. Yaani, acha nizungumze hiki, kitakusaidia. Yaani, huyo mtu aliyekuumiza, kumbuka Mungu yuko ndani yake pia. Ukiondoa yale mambo mabaya aliyokutendea, utamuona Mungu ndani yake. Yaani, anaweza kawa mumeo, anaweza kawa mkeo, anaweza kawa mtumishi, anaweza kawa nani. Ukiondoa ile dhambi unaijua huwa naitenda, ukiacha kuitafakari ile, moyo wako ukawa safi dhidi yake, utamuona Mungu ndani yake. Ndio maana ni watu hao nakuta sisi wametutendea mabaya, lakini kuna watu wanabahati nao, wanaenda kukaa nao vizuri kabisa, maisha yanaenda kuwa safi. Mungu akubariki sana. Mungu akupe tafakari njema. Karibu kuendelea kunifuatilia. Ubarikiwe.